akaona ni mzuri aende achukue nabii moja alikuwa anaitwa Balaam. Na alikuwa nabii wa Mungu. He was a servant of God. Lakini wakati huu servant of God alikuja akaambiwa ni Barak, nitakupea chochote ambao unataka. Curse these people because they are going to finish us. They are coming. They are like dust in the ocean. They are going to finish us. Walaani. Lakini hata kama ako na nguvu na uwezo wa kulaani, aliona chochote ambacho Mungu amebariki, hakuna mtu ambaye anaweza kulaani. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema, ukibarikiwa na Mungu, Mungu tu ndiye mwenyewe anaweza kukulaani. Mungu akikubariki na baraka yake, hata kama awe ni mzazi, hata kama awe ni rafiki yako, hata kama awe ni a servant of God, hawezi kukulaani. Na ndiposa alisema, mimi siwezi, afadhali nife kifo ya wale watu ambao ni waadilifu. Because sometimes if you stay in a position where you always curse, if you stay in a position where you parent, you ordinary person, you servant of God, ukikaa in a situation where every time is to curse people, kifo yako haitakuwa ya kawaida. Kifo yako itakuwa na mashida. Kifo yako itakuwa na kilio. Balaam akasema, hebu soma hapo wakati alisema afadhali nikufe. Then he said, let me end my days like one of God's people. Yeah. Let me die in peace like the Lycians. Yeah, let me die peace. Kwa sababu alikuwa anataka kulaani kile Mungu amebariki. Huenda ikawa mwenzako rafiki yako amebarikiwa na Mungu. Na uende umlaani, wewe ndio utakufa kifo ya laana. Huenda ikawa wewe mzazi unalaani mtoto na mtoto amebarikiwa. Wewe ndio utakufa kifo ya shida. Kwa hivyo mkono wa Mungu finally utakufikia. Exactly. Because what God has blessed, yeah. He has blessed. Yeah. Hiyo sasa ndio nilikuwa nataka tuongee juu ya laana ya mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wamekaa katika kulaani. Mmoja nilikuambia aliletewa bahasha ya Thanksgiving na mfuasi wake akaletewa bahasha ya Thanksgiving. Wakati aliangalia kwa mafikira yake alikuwa anafikiri 1000 of shillings. Alikuwa anafikiri ni pesa mingi. Lakini mtoto yule alimletea 100 shillings kwa bahasha. Wakati aliona ni 100, alilaani na akaikemea. You see, afadhali kufe kifo ambayo hakina shida. Kifo kama ya watu waadilifu na watakatifu wa Mungu, kuliko kufa kifo ya hasira. Ndio unaona vifo vingine, unaona watu wanakufa vifo ambayo iko na uchungu kwa sababu ya laana ndani ya midomo yao na mioyo yao. Ningetaka sasa tuende tumalizie kidogo kwa sababu masaa haiko kwa upande wetu. Lakini hata kama kuna masaa pastor, yes. Wacha watu wakuwe na encouragement that the Bible says in the same Numbers 23, yes. verse 23, Yeah. there is no magic charm, Yeah. no witchcraft Yeah. that can be used against the nation of Israel. Yeah. So this means that once you are blessed, Yeah. even if people curse you, you Yeah. turn to God, Yeah. will finally fight for you. Yeah, even if they come with the charm and what we call magical charm. These are ugangas na uchawi. Hata wakija kukulaani, hata wakija kukuwekea uchawi na uganga. Kama ulibarikiwa na Mungu kutoka mwanzo, umeshabarikiwa. It has no power over you. Yeah. Na watu even still in that story of Balak and Balaam. Yes. When Balaam was sent, he was sent the first time, Yes. go curse them. Yeah. Instead of cursing them, he blessed them. Muongezeke. Yeah. Huyo ni Mungu. Then Balak was like, nilikutuma. Ukarani. Umeenda kuwabariki. I sent you to curse them. Yes. Why have you blessed them? Akamtuma mara ya pili. Yes. He still went and mumebarikiwa. And that is God. Yeah. That's yes. our God. So he could not go against the word of God. Yeah. They were already blessed. So even us living today, if you are blessed, you are blessed. Yeah. There is So, no curse that has power or control over you. Gospel. Kenye Mungu anasema kenye abebariki, hakuna anaweza. It is there, it is even in the Bible. We can even connect that one with what the Lord says. Yes. Kenye nimefungua juu. Hata duniani kimefanya nini? Kimefunguliwa. Kenye nimefuga juu. Yes. Hata chini kimefanya nini? Kimefunguliwa. What does that tell us? That our God has the final See. Say. Thank you. Now, as I had told you the other day, Mungu ndiye mkuu
amefuatwa na mwanao Yesu Kristo. Pia kuna laana that came from Jesus Christ. Tusome tu kidogo tumalizie katika Mark chapter 11 verse 12. 11:12, that Yes. is Mark. Yes. The next day, as they were coming back from Bethany, Jesus was hungry. He saw in the distance a fig tree covered with leaves. So he went to see if he could find any fig on it. But when he came to it, he found only leaves, because it was not the right time for figs. Jesus said to the tree, Yeah. "No one shall ever eat figs from you again." Yeah. And his disciples heard from him. Yeah. He cursed the fig tree. Even up to now, the fig tree does not bear any fruit. Kutoka siku hiyo, Yesu Kristo alilaani. Haijawahi kuwa na matunda. And this thing is not reversible. Hakuna mtu isipokuwa Mungu anaweza sema sasa ipate matunda. Akifuga. Alifunga. Kwa sababu alikuwa kwa njaa, alikuta matawi ni mzuri lakini ndani yake hakukuwa na matunda. Akailaani. Hata wa leo hakuna mtu ameshawahi. Mtu anakula matunda yake. Hakuna mtu ameshawahi kuifanya iwe na matunda. Hata even the servant of God, hata akienda aiombe. Haiwezi. Yesu Kristo ndio ako chini ya Mungu. Ako na authority kushinda wale. Ako na authority kushinda servants of God. Yeah. Hapo ndio nilikuwa nasema. Hata there is no any servant of God anaweza kwenda kwa fig tree. Aseme sasa kwa sababu ulilaaniwa za katika jina la Yesu yule na kubariki. Yes. Yeah. Haiwezi. Now from that time up to date imelaaniwa. Hiyo ndio nguvu sasa nilikuwa nataka kusema. Now we have come to the final phase, the final phase of the generation curses. Now we have the curse from God himself, the Almighty God. The Almighty God. Hata yeye alilaani. Na Biblia imesema ukifungiwa jela na Mungu, nani anaweza kukufungua? Mungu akikufungia kwa jela yake, nani mwingine? Nobody, isipokuwa tu yeye. Hata Yesu Kristo saa ingine Mungu akisema amesema. Yesu Kristo Mungu akisema amefanya nini? Amesema. Nataka labda utueleze ni nini hiki kingefanya mtu ajipate ako kwa laana kutoka kwa Mungu. Jambo ambalo unaweza pata laana kutoka kwa Mungu saa ingine ni dhambi. Kwa sababu Mungu wetu sio mwingi wa hasira. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Na anakaa sana kama tungekuwa kama ni kulaaniwa, ni kama sisi tungekuwa tumelaaniwa. Kwa sababu kila mtu ako na dhambi. Lakini mjue Mungu wetu sio kama binadamu. Mungu wetu sio mwingi wa hasira, anakaa akigojea. Anakaa akigojea. Wewe unafanya, he is not a dictator. Mungu wetu sio dictator. Na kuna vile nilisema kama Mungu angekuwa dictator, hakungeingia mchawi ndani ya kanisa. Hakungeingia muovu ndani ya kanisa. Unaona mnaenda kwa kanisa na ndani hiyo ya kanisa kuna wachawi waganga wameingia ndani ya kanisa. Lakini yeye anagojea siku yako ya kutubu dhambi. Lakini kuna laana moja aliwekea mtu mmoja. Laana. Na ndio nilikuwa nataka tuangalie. Hata akiwa mwingi wa rehema, akiwa ni Mungu mwenye upendo, alilaani mtu mmoja. Na huenda ikawa laana ambaye alilaani huyu mjamaa ama huyu mtu inaweza kuwa inafuata wale watu wanafanya matendo kama ya huyu mtu. Na ndio ninaona generation curses. Kwa sababu huyu kijana ni kuua aliua. Nataka tusome katika maandishi katika Genesis 4. Mwanzo 4 uanze 8 hadi 12 tumalize. So Genesis 4:8. Yeah. Then Cain came to his brother Abel. Then Cain came to his brother Abel. Yeah. Let's go out in the fields. Yes. When they were out in the fields, Cain turned to his brother and killed him. Yeah. The Lord asked Cain, "Where is your brother Abel?" Yeah. He answered, "I don't know." Yeah.
Am I supposed to take care of my brother? Am I supposed to take care of my brother? Then the Lord said, Yes. why have you done this terrible thing? Yes. Your brother's blood is crying out to me from the ground, like a voice calling for revenge. Yes. You are placed under curse. You are praised under A curse. And no longer, and no longer farm the soil. Yes. You no longer farm the soil. They have soaked up your brother's blood as if it had opened his mouth to receive it when you killed him. Yes. I wanted to. And so 12 says, yes. if you try to grow crops, the soil will not produce anything. If you try, you will be homeless, wanderer on the earth. That is the point. You will be homeless and a wanderer. And a wanderer. Yes, kama vile our teacher amesoma juu ya Kain. Alichukua tu brother yake akamdanganya waende kwa shamba, alikuwa na nia ya kumuua. Na wakati alimuua unasikia vile alirudisha. Wakati aliulizwa na Mungu, "Where is your brother?" Akasema, "Rudri, I'm not my brother's keeper." Mungu akakasirika. Mungu alikuwa ameona yale ambao alikuwa amefanya. Tazamaji, kama vile nimesema, dhambi ndio inafanya ulaaniwe na Mungu. Akamuua. Naye Mungu akaweka laana juu yake. Hakuna chochote utalima kikusaidie. Na utakuwa tu ukizunguka, utakuwa kazi yako tu ni tangatanga. Hutakaa. Kiswahili namuita tangatanga wandara. Kuzunguka hivyo. Huenda ikawa nasi tumefanya dhambi mingi kwa kuua. Wengine tumeua usiku. Wengine tumeua hata hatuoni kama watu wanatuona. Lakini sometimes we can be under curse. Kama vile Kaini alilaaniwa. Ndio unaona labda mambo yako, kazi yako tu ni kuzurura. Kazi yako tu unatoka hapa unaenda. Uliua, ukafikiria hakuna mtu alikuona. Kuna jiwa ilikuona. Kuna jiwa ilitumwa na Mungu. Na hapo Mungu akaweka laana. Nikitaka kumalizia, nipe nafasi wenzangu waongee. Ni kwamba laana ya Mungu ni rahisi sana. Kwa sababu ni kukaa katika hali ya utakatifu, uadilifu na kumpenda Mungu. Unafunguliwa na unabarikiwa. Ama ni aje? Asante. Thank you. Yeah. Asante Pastor. Yes. Tumeshukuru kwa kutufundisha juu ya laana. Yeah. Lakini vile labda tungeambia msikilizaji wetu ni kuwa all is not lost. Yes. If you feel you are disturbed, if you feel there is someone you want to talk to, maybe you feel you are cursed or there is something burdening you about what you have learned today, there are people that you can seek help from. Talk to your counselor. A counselor is non-judgmental, non-critical, and you can know the way forward together. Go to somebody that you feel confident. Usikae pale na ile shida yako. There is solution, there is help at hand. Labda Salome kuna kitu ungetaka kuongezea. Thank you, Catherine. Our viewers, mine in conclusion is to say that I'm glad there is hope. Yes. According to what the pastor has said, and also my friend here, Catherine, our counselor, there is hope. And the hope is that, according to the Bible, the book of Peter tells us that the blood of Jesus is able to undo all the curses. He continues telling us that Jesus died a death of a cursed person, so that we are blessed. So as she says, turn to your shepherds whom you trust. Turn to your counselors whom you trust. And because I'm a teacher, you young people there, at the school, you have got teachers who can help you, whom you trust. Don't live in tears and in fear. Talk to someone that you trust, and they will give you the right direction. A name can be blessed. A sin can be repented. You can also go to your parents and ask for forgiveness. And finally, let us not ignore even our culture. There are things that we are supposed to do according to our traditions and cultures that we should not ignore just because we are Christians.
because the voice of a parent is a voice of an authority. So if you needed to take something to your parents, a goat to eat, a dowry for them to enjoy, even if the pastor plays, he cannot ignore the authority of the parent. So we do the right thing, and as Pastor said, let us live a righteous life where we shall get God's protection. Be blessed. Thank you.